watu watajiunga kwa taratibu ambazo mtapewa na waendesha mashindano, watawaambia. Lakini ziko zawadi ambazo tumesema zitatolewa kwenye ngazi ya kata na baadaye kadri mashindano yanavyoendelea, kwa maana ya huko mbele tunapokwenda. Lakini kabla ya kusema kwenye ngazi ya kata, niseme tu kwa ujumla wake, tunategemea kwamba kwa maana ya fedha tunategemea tutoe zawadi za jumla za mashindano yetu za mwaka takriban kama milioni 6 ambazo zitakuwa zimekwenda kwa mabingwa, kwa washindi kwa kategori mbalimbali. Tunategemea bingwa wa mashindano ya Busokelo Jimbo Cup, mshindi wa kwanza atapata kombe la ubingwa, tutafuta kombe zuri lenye hadhi, lakini atapata shilingi milioni 3. Pamoja na milioni 3 atapata seti moja ya jezi, lakini pia atapata na mipira miwili. Huyo atakuwa ni bingwa. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 1,500,000, atapata jezi moja na mpira mmoja. Mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 1 na mshindi wa 4 atapata shilingi 500,000. Kwa hiyo, lakini pamoja na hivyo tumesema kwamba kutakuwa kuna kombe la bingwa, lakini mshindi wa kwanza na wa pili watakaocheza fainali watakuwa pia na medali za ubingwa ambazo zitakuwa branded mashindano kwa maana ya Mwaluiba Jimbo Cup. Lakini pamoja na hivyo tutakuwa na mchezaji bora atakayepata tuzo maalum ya mchezaji bora na shilingi 100,000. Lakini pia kutakuwa kuna mfungaji bora atakayepata tuzo maalum na shilingi 100,000. Lakini kutakuwa na golikipa bora atakayepata tuzo maalum na shilingi 100,000, na kutakuwa na kocha bora wa mashindano atakayepata tuzo maalum na shilingi 100,000, na kutakuwa na kikundi bora cha ushangiliaji kitapata shilingi 100,000. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kwenye mashindano haya pamoja na vitu vingine muhamasishe watu wenu kwa ajili ya ushangiliaji, sababu na wao pia watakuwa na mashindano yao na bingwa atapata. Lakini niwaambie tu kwamba labda ambacho hata watu wa mashindano, kamati ya mashindano na wenzangu tunaoandaa sijawaambia, tunaendelea kuwakaribisha watu mbalimbali. Kwa hiyo upo uwezekano, niwahakikishie tu zawadi hizi haziwezi kupungua, lakini upo uwezekano wa kuongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kuongea na wadau wengine hizi kwamba mpaka sasa hivi hatujapata mdau mwingine ambaye ana support zaidi ya mbunge mwenyewe. Kwa hiyo tutakachofanya, tukiongea na wadau wengine watakaopatikana, basi tunaweza tukaongeza zawadi, na hivi vingine vitakuwa communicated kwa kamati ya mashindano pamoja na wahusika ambao wanaendelea. Lakini tumesema mashindano yetu yatatanguliwa na ngao ya hisani, na ngao ya hisani itashirikisha timu 4. Timu 4 tulizozichagua kushirikisha, walizozipendekeza kwa sababu ya kuangalia ukanda wa mashindano haya, wamependekeza kutakuwa na timu ya Machachari kutoka Lupata, lakini kutakuwa na timu ya Kandete kutoka Mwakaleli, kutakuwa na timu ya Muungano kutoka Ruangwa, na kutakuwa na timu ya Ikamba Sports Academy kutoka Kambasegera. Kwa hiyo tunaamini kwamba wao watacheza mashindano ambayo yatakuwa ndio yanafungua, itakuwa ni ngao ya hisani. Kwenye mashindano yetu tunataka tuwe na ladha tofauti na ilivyozoeleka. Tunataka tuonyeshe kwamba michezo ni watu wa namna gani. Ni watu wenye umoja, lakini watu pia wanaojali shida za jamii na mambo mengine. Kwa hiyo kwenye ile ngao ya hisani bingwa wetu atapata shilingi 300,000 na mshindi wa pili atapata shilingi 200,000. Wale watakaocheza watakuwa na mechi ngapi? 2. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na hivyo tumekubaliana kwamba wale watakaoshiriki mashindano hayo watatuhamasisha au watatuongoza kwenda kushiriki shughuli za kijamii. Timu hizo pamoja na uongozi na akina zile kamati za mashindano watatuwakilisha kushiriki shughuli za maendeleo kwenye jamii. Ruangwa watatafuta activity ambayo watatuambia watakwenda kufanya kwenye jamii kwa maana timu ya Muungano na kamati ya mashindano. Lakini tuliwaambia wenzetu wa Lupata kwa maana Machachari waende hospitali ya Itete, ambapo tumemwambia pamoja na vitu vingine watakwenda kugawa magodoro 20 pale
kwenda kuwakilisha, ili kwa maana kwamba tunataka tu support kwamba ligi yetu inashirikiana na jamii, na sisi tunatamani kuona jamii ikiwa na afya bora. Lakini na wenzetu wa Ikamba ambapo ni academy pale, watakwenda kule kwenye zahanati, nafikiri kituo cha afya, watakwenda kutoa magodoro 10, magodoro 10. Tutaangalia na vitu vingine ambavyo vitaendelea kutolewa, na watu wa Ruangwa tutashauriana nao, wataona hiyo zawadi wanatoa wapi. Sio lazima wakatoe shuleni, wanaweza tukaangalia shule zenye uhitaji, tukaona tunafanya kitu gani, lakini lengo ni kutoa hamasa kwa jamii kwamba mashindano yetu yapo